Moja kwa moja tuhamia katika upande wa kimataifa, tuangazie kwa kile alichoweza kuzungumza ambaye ni kiongozi mkuu wa haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa Volker Turk. Ameweza kuzungumza kuhusiana na mashambulizi ambapo Urusi inapeleka katika taifa la Ukraine, akisema kwamba mashambulizi ambayo Urusi inapeleka katika taifa la Ukraine, basi Urusi iweze kuacha mara moja, hususan kuweza kushambulia miundombinu ya nishati katika taifa hilo, ambapo akasema katika kipindi cha joto katika kipindi cha baridi inakuwa ni changamoto kubwa sana katika taifa hilo la Ukraine. Lakini pia ameweza kuzungumzia pia na changamoto ya maji katika taifa la Ukraine, lakini pia umeme kuweza katika taifa hilo la Ukraine kutokana tu na miundombinu ya nishati kuweza kuharibiwa. Kwa hiyo ameweza kutoa wito huo kutoka katika taifa la Urusi, akiwataka moja kwa moja kuacha mara moja kuweza kushambulia miundombinu ya nishati katika taifa hilo. Lakini pia tumeweza kuona siku ya jana, ambapo ni utaratibu wa kila siku wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuweza kuzungumza kwa njia ya video, akiweza kuwataka sasa ambao ni washirika wake wa magharibi kuhakikisha kwamba wanaharakisha mpango wa kuzuia masuala mazima ya anga katika taifa hilo la Ukraine, akisema kwamba Urusi imekuwa ikishambulia sana anga yake. Kwa hiyo ameweza kutaka moja kwa moja upande wa Umoja wa Ulaya kuharakisha mpango akisha kwamba wanazuia katika hilo. Lakini pia tumeweza kuona katika upande wa Ujerumani, ambapo Ujerumani wenyewe wakasema kwamba wapo tayari kuhakikisha kwamba wanawasaidia upande wa Ukraine kuhakikisha kwamba katika masuala mazima ya mgogoro huu wa vita wanaenda kusamatika, na wakaweza kuahidi kuweza kuwapatia zaidi makombora ya masafa marefu yenye nguvu kuhakikisha kwamba wanashinda katika mgogoro huu wa kivita. Na hata hivyo tunafahamu kulikuwa na mikutano mbalimbali ambayo iliweza kufanyika kwa mwaka jana 2025 kaja kuhakikisha kwamba Ukraine anashinda katika mgogoro huu wa kivita, na bado unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo mataifa haya mawili ambayo yana mzozo huu wa vita, jinsi gani ambavyo kila mmoja akiendelea kuvuta upande wake, Urusi akivuta upande wake, lakini hata hivyo na upande wa Ukraine na yeye akiendelea kuvuta upande wake. Tuliweza kuona duru ya kwanza ya mazungumzo yalivyoweza kufanyika, tukaweza kuona duru ya pili ya mazungumzo yalivyoweza kufanyika, tunategemea kuwa na duru ya tatu ya mazungumzo kuweza kufanyika, kuashiria kwamba nini ambacho kitaweza kuwa hitimisho kati ya haya mataifa mawili, Urusi pamoja na Ukraine. Lakini pia vipi kuhusiana na mpatanishi ambaye amesimama katikati, nazungumzia taifa la Marekani, rais wa Marekani Donald Trump, ambapo yeye alisimama tangu pale katika kile kipindi cha kampeni, wakati akiomba ridhaa ya kuweza kuingia madarakani. Alisema miongoni mwa vitu ambavyo atavyoenda kusimamia ni pamoja na kuondoa machafuko na kuleta amani katika baadhi ya mataifa ambayo hayana amani, ikiwemo ni pamoja katika taifa la Ukraine na Urusi. Na vipi kuhusiana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuweza kuzungumza akisema kwamba inabidi waweze kuwekewa ulinzi madhubuti katika anga lao ili kuhakikisha kwamba Urusi hawezi kushambulia tena. Na unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo Urusi akiweza kupiga kwa